kabisa mama na baba hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nitoe neno la shukrani. Nimekuwa mwenyekiti lakini nimekuwa mbunge sasa awamu ya pili. Na niseme wazi, katika kipindi cha Mama Samia kwa miaka 4, kama kuna mchimbaji analalamika, ni matatizo madogo ambayo yanamalizwa na viongozi wetu. Kwa upande wa serikali ya Mama Samia imetupa uhuru mkubwa sana. Inawezekana mtu yoyote akaja akabezi, lakini labda ni mtu wa kupita. Na jana rafiki yangu Heche alikuwa hapa. Alisema tuna madini lakini sisi ni maskini. Mimi namuuliza Heche kama anaona hii live. Hizi nyumba zote nzuri nzuri za Katoro, magari yote yaliyokupokea na furaha walionayo hawa wanaitwa wamenyeshwa. Mimi nadhani hizo siasa za majitaka wasizilete kwenye mkoa wetu wa Geita. Katoro oye! Punguzeni mzuka ili niende vizuri wadogo zangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwemo kwenye bunge 2017. Wakati tunabadilisha sheria 2017-18. Heche alikuwa mbunge na mimi nilikuwa mbunge. Na kama mnakumbuka, walipinga mabadiliko ya hii sheria ambayo imetupa uhuru wa kuchimba popote. Na mpaka nilimwambia rafiki yangu Msigwa akashughulike na nyanya, tuache tubadilishe watu. Leo haya ndio matunda tuliyokuwa tunapigania. Mama Samia ametupa uhuru. Zamani ukigundua duara moja tu, nusu saa unasikia mabomu yanalia ya polisi. Lakini leo ni uhuru, watu wanachimba na bila wasiwasi. Tuache tulinge na serikali ya Mama Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nataka nizungumze kidogo kwenye swala la Kigosi. Hili ni la kwako. Mama Samia ametuwekea mazingira mazuri sana uchimbaji. Na amekupa mamlaka. Sheria kidogo kule, naomba kanuni mkakae na wizara mnazoshirikiana nazo turekebishie. Leseni moja inagharimu kama milioni 100 na kitu. Sasa uwezo wa wachimbaji wadogo unamaliza mtaji kwa kulipa fidia, hapo unaenda kuanza kuchimba wewe ni rofa. Sasa hii haiwezekani. Tukuombe sana mkalikalie hilo. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, sisi watu wa Geita tunakushukuru sana na wizara yako. Na bahati nzuri mimi nahudumu kwenye kamati yako. Na mimi natoka halmashauri ya Geita. Hili jengo ni jitihada za halmashauri yetu kumuunga mkono Mama Samia. Na sisi ndo tunaongoza kwa dhahabu kwenye mkoa huu, halmashauri ya Geita, wala mtu mwingine hatuwezi. Sasa tuliwekeza nguvu kubwa sana ya wananchi hapa. Tukaacha kujenga zahanati, tukaacha kujenga vitu vingine, tukajenga ili soko liwe soko la dhahabu. Mheshimiwa Waziri, ikikupendeza ukitamka, najua mimi na ushawishi kwenye halmashauri yangu. Tumemaliza hili jengo lina miaka 2. Na kama Madira wana shida yoyote ya mitaji, tunaweza kuzungumza na mkurugenzi pamoja na madiwani, tukawapa hata miezi 3 bure mfanye biashara, halafu mwanze kutulipa kuliko kujenga jengo zuri linakaa na boko peke yake. Nikuombe sana. Najua hii itamuuzi ndugu yangu wa Geita mkurugenzi, lakini napiga debe ili na mimi nipate hela. Kwa hiyo kitamka kitu, tuko tayari hili jengo angalau wafanye miezi 3 bure, halafu waanze kuilipa halmashauri yetu. Hakuna mchimbaji atailaumu serikali ya Mama Samia. Na nakushukuru sana Bina kwa kunialika. Alipokuja Mama Samia Geita, ulisema swala la Geita, swala la kanda ya Ziwa, kwa jitihada serikali ilizotupa, ulinitaja pamoja na wengine. Tutafanya kazi ya kupiga kampeni kumsaidia mtu yoyote, kumsaidia Mama Samia ili kura zake ziweze kujaa. Na mwisho hili niondoke mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hawa wafukuza mwenge wamepita juzi. Wafukuza upepo, no form, sijui no kukaa, mimi kizungu vizuri sijui. Wanasemaje? Mimi sijui Kiingereza vizuri, mtanisamehe. Wanasema no form, no nini? No reform, no election. Sisi kwetu tunasubiri uchaguzi na tumeshajiandaa. Na mkuu wa mkoa, nikuombe pamoja na viongozi wangu wa chama, tunaomba tufanye ziara kila walipopita. Tuko tayari kuwajibu. Tusiwape hata wiki 2 wakatupotoshea watu wetu. Baada ya kusema haya, nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaomba wananchi wetu kuendelea kutuamini. Lakini la mwisho kabisa, msikilize. Mheshimiwa ndo
na mimi najipigia debe, maana naona mwenyekiti yuko hapa, waneki wawili, katibu wa mkoa. Tunamaliza mwezi wa 7, wangapi anataka niende